Habari, mimi naitwa Kala, ni daktari wa Tanzania ambaye kwa sasa naishi hapa nchini Marekani, na nimekuwa nikija na mfululizo wa mada mbalimbali za kuhusu fursa za kusoma hapa Marekani na kuzungumzia magonjwa mbalimbali ya binadamu. Na leo kwenye mfululizo wa mada zangu nitakuja na mada moja ambayo ni vile controversial ambayo imeleta ubishi mwingi huko mtaani na maswali mengi ambayo mwanzoni nilikuwa siyajibu, kwa sababu mwaka jana nafikiri katikati au mwanzoni nilikuwa najihusisha na uuzaji wa dawa ya Ozempic. Mpaka sasa hivi najihusisha nayo, lakini nilikuwa napokea malalamiko kutoka kwa wananchi na madaktari wenzangu kwamba Kala, unafahamu madhara ya hii dawa lakini umekaa kimya, na walikuwa wanatumia mpaka link za watu ambao wameandika kuhusu madhara ya Ozempic. Kwa hiyo sikupata muda wa kulijibu, lakini nisema nitakaa chini nilifanyie kazi, alafu nitakuja na majibu. Sasa Ozempic ni nini? Ozempic ni jina la kampuni au trade name tunaita. Dawa yenyewe au generic name inaitwa semaglutide. Na kuna makampuni mengi ambayo yanatengeneza hiyo dawa. Kampuni nyingine nafikiri inaitwa Mounjaro kama sikosei. Makampuni mengine siyajui majina. Hii dawa iligunduliwa vipi? Hii dawa iligunduliwa miaka hivi karibuni, lakini iligunduliwa kwa ajili ya kutibu ugonjwa wa kisukari. Kama mnavyofahamu, huenda unafahamu au ufahamu, wagonjwa wa sukari huwa wanachoma sindano, wale ambao sukari yao imeshindwa kupungua kwa njia za vidonge na njia ambazo sio za dawa. Kama ukienda hospitali kwa mara ya kwanza ukiwa na sukari, unashauriwa ubadilishe chakula, ufanye mazoezi na nini. Ikishindikana unapewa vidonge. Vidonge vikishindwa ndio unaanza kuchomwa zile sindano za insulin. Sasa hii dawa iligunduliwa kama mbadala wa insulin. Na hii dawa ya kawaida ya sukari sasa hivi ambayo ni insulin huwa inachomwa mara 2 au mara 3 kwa siku, inategemea na mgonjwa mwenyewe. Lakini hii Ozempic ilikuwa inachomwa mara 1 kwa wiki. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani imepunguza mzigo kwa watumiaji wa hii dawa. Unaona, sasa Ozempic inafanya kazi vipi? Ozempic inapunguza hamu ya kula. Kupitia njia fulani ya kwenye ubongo inaitwa hypothalamus. Hypothalamus ndio sehemu ya ubongo ambayo inahusika na kufanya uwe na hamu ya kula. Kwa hiyo Ozempic inafanya hiyo kazi. Hiyo ni moja ya mechanism yake of action. Lakini njia nyingine inapunguza gastric emptying. Maana yake kwamba ukila chakula sasa hivi unaweza usipate hamu ya kula. Kuna rafiki yangu mmoja ametumia dawa, nilikuwa naongea naye, akaniambia kwamba kuna muda inafika hatua hali siku nzima na usiku hali na wala haoni changamoto yoyote. Unaona, kwa hiyo ukila chakula kinakaa tumboni muda mrefu, kwa hiyo inakuzuia wewe ile hali ya kula ovyo. Na huyo rafiki yako pia ananiambia kwamba alikuwa hata akiona chakula anaona kinyaa, yani hajisikii kula kabisa. Unaona, lakini alikuwa ni mlaji sana, kitu ambacho mimi mwenyewe nilishangaa. Lakini pia inapunguza inasaidia kutengeneza insulin pale ambapo inahitajika mwilini. Unaona, kwa hiyo yenyewe sio insulin kama ile sindano za insulin ambazo watu wanachoma, lakini yenyewe inasaidia insulin kuwa released mwilini. Sasa Ozempic inampunguza mtu kiasi gani? Studies zinaonyesha kwamba ukitumia Ozempic unapungua kuanzia 10% mpaka 20%. Japokuwa kuna watu wanapungua zaidi ya hizo kilo kulingana na muda ambao umetumia, lakini mara nyingi unapungua ndani ya miezi 3 mpaka miezi 6. Huyo rafiki yangu yeye alipungua ndani ya wiki 3. Alipewa dozi ya mwezi mmoja lakini hakumaliza, kwa sababu anasema kwamba kilo zilipungua sana mpaka akakopa kumalizia dozi ya mwisho. Unaona, kwa hiyo upunguaji
unatofautiana. Kila mtu anapungua tofauti, kwa sababu sisi miili yetu iko tofauti. Madhara ya mafaida, nianze na faida kwa sababu nitazungumzia faida, nitazungumzia hasara zake, alafu mwisho wa siku nitakuja na summary ili niseme je, mimi kama daktari recommendations zangu ni zipi, kwamba ni mtu atumie au asitumie. Sasa iko hivi, faida za Ozempic. Kwanza, zinasaidia watu ambao tayari wana magonjwa ya kudumu. Watu wengi huwa wanaamini kwamba haya magonjwa ya kudumu kama sukari na pressure huwa hayaponi. Lakini the reason kwamba huwa watu wakienda hospitalini wanaambiwa waanze na mazoezi na chakula ni kwa sababu inaaminika kwamba ukifanya hivyo vitu unaweza ukareverse yale magonjwa. Kwa hiyo moja ya faida ya hizi dawa ni kureverse hayo magonjwa ya kudumu. Kama wewe ni kibonge, wewe ni mnene, una pressure, una sukari, ukianza kutumia Ozempic inaweza kusaidia mwisho wa siku, by the time unamaliza dozi, ukawa tena zile dalili zote zimeondoka na unahitaji tena matibabu. Unaona? Inasaidia wagonjwa magonjwa ya mifupa, mgongo, tunaita arthritis. Mara nyingi watu wenye magonjwa ya mifupa na migongo, mara nyingi ni kwa sababu ya uzito uliopitiliza. Kwa hiyo ukitumia zile dawa ukapungua uzito, hata zile changamoto tunasema kama ulikuwa ugonjwa umeshaanza, ile progression inasimama, kwa sababu kinachoumiza watu wengi kushaanza kuwa na magonjwa ya mifupa inaendelea kusagika kila siku. Kwa hiyo ukishindwa kupungua uzito, maana yake ule usagikaji unaendelea na kuendelea zaidi, unaona. Kwa hiyo ni dawa ambayo kama una changamoto zote ambazo zinahusiana na unene inaweza kusaidia. Shida nyingine ni shida ya watu ambao tunaita ugumba. Wanawake wengi ambao ni wagumba afu ni wanene, mara nyingi ni kwa sababu ya yale mafuta yanatengeneza hormone zinaitwa androgens. Zile androgens zinakufanya wewe ushinde kubeba mimba. Kuna hawa wagonjwa kuna magonjwa wanawake wenye magonjwa yanaitwa polycystic ovarian syndrome, ni uvimbe kwenye ovaries zao. Wao mara nyingi atapungua uzito ni kazi sana. Kwa hiyo dawa imewasaidia kupata relief. Unaona? Haya, twende kwenye hasara. Kuna hasara za aina mbili zimegawanyika, madhara madogo madogo na madhara makubwa. Madhara madogo madogo ndio kama hayo kichefuchefu, kutapika, kuharisha, na hayo madhara sio hayawapati watu wote. Kuna watu ambao wametumia hizo dawa wanasema kwamba hawakujisikia hivyo. Madhara makubwa yaliyokuwa documented ni pancreatitis, kuvimba kwa kongosho, kitaalamu kama pancreatitis, kupungua sana kwa sukari mwilini, inaweza kusababisha kitu kinaitwa mawe ya kwenye sio Kiswahili inaitwaje, ni mawe ya kwenye nyongo ile inaitwa kuna mfuko ambao kwenye maini ambao kazi yake ni kutengeneza bile. Bile ni kama nyongo ya unaweza kupata mawe kwenye ile sehemu kwa sababu ya kupungua uzito kwa haraka sana. Lakini pia side effects nyingine ambao ni rare lakini inaweza ikasababishwa na wewe kuharisha na kutapika sana ni kufeli kwa figo. Unaona? Kuna side effects nyingine au madhara ambao huwa wanayasema, watu wamekuwa kunitag kwenye comment mbalimbali kuhusu kansa ya kongosho. Kansa ya kongosho, tafiti zinasema kwamba haisababishwi na huo utafiti ulifanyia kwenye rodents, yani hawa panya. Ilionekana kwamba panya walifanyia huo utafiti walipata kansa ya kongosho, lakini hiyo kansa haionekana kwa binadamu. Kwa hiyo ni speculations ambazo kwa zinatumwa mitandaoni. Unaona? Kwa hiyo in short, hiyo ndio Ozempic. Sasa swali linakuja, mimi kama daktari ukiniuliza, mimi mtu atumie Ozempic au asitumie? Mimi naweza nikasema ni bora mtu atumie kuliko asitumie. Kwa sababu gani? Ozempic ina madhara kama madhara ya dawa zingine zote. Unaona? Panadol ina madhara, diclofenac ina madhara, Alo ina madhara. Hakuna dawa ambayo haina madhara kabisa. Lakini hao madhara ni rare sana kiasi kwamba wewe mwenyewe hapo ulipo na umri wako huu
huenda hawamfahamu mtu ambaye ashapata madhara ya paracetamol mpaka leo. Unaona? Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, matatizo ya changamoto za Ozempic ni reversible, yani yale madhara au side effect zake zinaweza zikawa revised. Ukienda kutibiwa, unaweza kutibiwa ukarudi kwenye hali ya kawaida, au ukiacha dawa unaweza kurudi kwenye hali ya kawaida. Lakini changamoto ambazo zinaambatana na unene uliopitiliza, sukari, pressure, saratani, magonjwa ya mifupa, hizo changamoto zikishakolea ni ngumu kurudi nyuma. Unaona? Kwa hiyo ukiona mtu anapewa dawa fulani, maana yake watafiti wameshagundua kwamba faida zake ni nyingi kuliko hasara. Kwa mfano, mtoto akipata homa kali, usipompa Panadol anaweza kaishia kwenye degedege mpaka kifo. Lakini ukimpa Panadol anaweza kupata changamoto ya ini lakini akapona. Unaona? Kwa hiyo lengo la dawa ni kutufanya sisi tuishi. Unaona? Hata kama kuna madhara tunayopata madogo madogo, lakini lengo ni sisi tuishi. Na ukiona dawa iko imeachiwa kwenye soko, maana yake wataalamu washaifanyia kitu inaitwa clinical research. Wamepitia hatua kwa hatua mpaka ingia kwenye sokoni, imeshaonekana ni salama. Wale jamaa huwa wakupi kuachia tu dawa mtaani. Unaona? Kwa hiyo hayo ndio maoni yangu. Unaona? Na hizo dawa bado zipo. Kuna watu ambao tunafanya nao kazi, lakini approach yetu kwa wagonjwa wetu ni tofauti. Ni kwamba tukikuanzishia zile dawa, tuna hospitali ambayo tunakuwa tunamonitor kila baada ya muda, unakuja tunakuangalia. Kuna vipimo ambavyo pia tunafanya, kwa sababu tunajua hizi dawa effects zake ni zipi. Kwa kuna vipimo tunakufanyia mwanzoni, tunakuangalia, alafu pia tutakuwa tunakufuatilia ili tujue kwamba unaendeleaje, kwamba hata kitokea changamoto ni rahisi kuiwahi. Lakini kama dawa unatumia kienyeji nyumbani ni changamoto. Na hii sio kwa Ozempic tu. Hata watu wanaotumia dawa za magonjwa ya kudumu kama pressure, sukari na nini, huwa wana kliniki zao ambao kila baada ya muda unakuja tunakuassess, tuangalie, je, huyu mgonjwa anaendeleaje? Hizi dawa zinamletea madhara? Unaona? Kwa mfano, kuna dawa moja inaitwa Captopril, dawa ya pressure. Huwa ina madhara ya kuleta kukohoa sana. Kwa mgonjwa akija na kukohoa sana, unambadilisha ile dawa unampa nyingine. Kwa the same as hii Ozempic. Tuna kliniki yetu ya Ozempic ambayo tunawapa dawa wagonjwa na tunawafuatilia, na matokeo yake ni mazuri. Sio kama anajisifia au anajipa promo, hapana, huo ndio ukweli. Kwa hiyo nashukuru kwa kuniangalia na kunisikiliza. Share na washikaji, leave a comment. Kama una swali au na mada ambayo ungependa nizungumzie huko mbeleni, pia acha kwenye comment nitazungumzia. Asante kwa kunisikiliza.